nafurahi kwamba sasa tuko na vijana hapa, tuko na engineers, Kabete hoye! Na ndio mimi ninataka kuwaeleza, wakati tulienda kwenye uchaguzi, mimi niliwaeleza ya kwamba tutaweka mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba tunazalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na nafasi ya ajira haipatikani kiholela. Nafasi ya ajira haipatikani kwa vitimbi na sarakasi na ukabila. Nafasi ya ajira inapatikana kwa mpango. Si namna hiyo? Ndio sababu hiyo niliwaeleza ndugu zetu wa Kenya, tuwe na program ya housing, tuwe na levy ya housing, ndio itusaidie kujenga haya manyumba, kujenga hostels ya vijana wetu wa university na college, na kujenga mashule, na kujenga maneno ya masoko, ili tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inabadilika. Ni kweli ama si kweli, my friends? Leo nikisimama hapa Nairobi, nikisimama hapa Kabete, hii manyumba haikukuweko mwaka moja iliyopita. Hapa tuko na vijana maelfu wanafanya kazi. Tuko na vijana maelfu kama hawa Kenya mzima. Tuko na hii miradi ya ujenzi wa nyumba, ujenzi wa soko, ujenzi wa hostels. Leo tuko na vijana 500,000 kama hawa wanafanya kazi sauti ya taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Vijana hoye! Mimi nauliza, si hapa tuko na watu walisomea plumbing? Si hapa tuko na watu walisomea electrician? Si hapa tuko watu walisomea mambo ya carpentry na masonry na mambo ya maneno ile ya painting iko hapa? Si namna hiyo? Maneno ya plumbing iko hapa, watu wamesomea. Mimi nauliza nyinyi, bila mjengo kama hii, bila affordable housing, mtu ya plumbing atafanya kazi wapi? Mtu electrician atafanya kazi wapi? Mtu carpenter atafanya kazi wapi? Si lazima tuwe na mradi kama hii ndio wale wamesomea plumbing, wale wamesomea carpentry, wale wamesomea masonry, maengineer, architect wapate nafasi ya kuendesha maisha yao kwa kupata ajira. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kenya, hii mradi ya affordable housing na markets na hostels iendelee ama isiendelee? Munasema iendelee ama isiendelee? Hebu nione wala anasema iendelee. Sikizeni my friends, sijui kama tunaelewana. Hii Kenya wale wanatupigia makelele, watu wa vitimbi na ukabila na chuki, hatutawajibu. Hii affordable housing itajibu hawa, markets itajibu hawa, hawa vijana walio kazini ndio watawajibu wale. Ati wale wanatuambia ati wanataka hii affordable housing isimamishwe. Mimi nakuuliza wewe kiongozi, watoto wako wako na mahali ya kuishi, wewe uko na chakula, familia yako iko na mahali ya kuishi, unataka hawa watoto wa Wakenya wengine waende wapi ukisema ati hii affordable housing isimamishwe? Wale watu ni mafala si mafala? Ni mafala si mafala? Ama ni aje? Tunaelewana my friends? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, hii kazi ya affordable housing
itaendelea for the next 20 years mpaka Kenya ibadilike. Na mambo bado. Hapa Kenya munaona sura ya Kenya inaanza kubadilika. Munasema, unasikia? Sikieni bwana. Unajua hiyo Singapore ilikuwa slum kama Kibera. Leo Singapore ni first world. Manyumba iko gorofa 35, 36. Na hiyo manyumba ya Singapore haikumea, ilijengwa na vijana kama nyinyi. Vile mnavyojenga hapa ndio Singapore walijenga. Na vile tunafanya hapa tutaingia first world kwa mapenzi ya Mungu. In this generation Kenya is going to be a first world country. Munasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii manyumba yote tunajenga Kenya. Hakuna deni ya mtu tumekopa. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nilisema tutakomesha mambo ya kutafuta madeni kiholela. Tumepunguza mambo ya madeni. Tumehakikisha ya kwamba we are living within our means. Tumeimarisha mambo ya uchumi wa Kenya. Tumepanga elimu ya watoto wetu. Mimi leo naenda kufungua madarasa ya watoto wa Nairobi County. Tumejenga madarasa 314. Wabunge wamejenga madarasa 500 ili tuongeze nafasi ya masomo ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nyinyi mnasema tuendelee ama tuendelee, my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee, si namna hiyo? Si nyinyi mnataka kuendelea na kazi? Si mnataka tuendelee na kazi? Tukimaliza hii ujenzi hapa nyuma, unasikia? Hapa nyuma tunaanza phase 2. Na hiyo phase 2 si manyumba itakuwa 9 floors. Ile phase 2 tutafanya mara 3, itakuwa 27 floors ya hapo nyuma. Nyinyi mko tayari? Nyinyi mko tayari? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Sikizeni bwana. Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya itabadilishwa na maono. Itabadilishwa na mpango. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa na vitimbi ama chuki ama ukabila. Sisi wote ni ndugu moja. Mimi nataka niwaulize wale wanafanya kazi hapa, si ni vijana wa jamii zote wanafanya kazi hapa? Si mnataka tuungane kama taifa, tuwe jamii moja ya Kenya, tuondoe ukabila, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuwe pamoja? Wangapi wanasema tuungane pamoja jameni? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Yaani kazi iendelee? Yaani kazi iendelee? Ujenzi iendelee? Masomo iendelee? Mnasema tupeleke mambo yetu mpaka first world. So mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Westlands, mimi nikisimama hapa, mimi nafurahi sana kama rais wa nchi hii, kwa sababu Kenya inaanza kubadilika, na inabadilika kwa sababu ya ile mpango tumeweka, mpango ya kuimarisha uchumi, mpango wa kusomesha watoto wetu, mpango wa kuzalisha chakula, mpango wa kuzalisha ajira kama vile tunavyofanya katika hii kiwanja hapa leo, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata riziki. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wao watakuja na ukabila yao, watakuja na sarakazi yao, watakuja na vitimbi,
watakuja na Kasongo, mimi nitakuja na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wamepata kazi hapa affordable housing. Mimi nitakuja na affordable housing. Mimi nitakuja na mambo ya uchumi. Nitakuja na vile tumesomesha watoto wetu. Tutakutana kiwanja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili, watachaguana na watachagua sisi tuende mbele pamoja. Vijana hoye! Kabete hoye! Kanairo hoye! Mnasema tuendelee? Tuko pamoja? Hebu nione wala anasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Basi hapa niko na viongozi wengi, lakini kwanza wacha nimuite Gavanare. Wapi ndugu yangu Mheshimiwa Sakaja? Atusalimie. Westi oye! Wapi mbwekse ya rais? Tuone mbwekse ya rais. Excellency. Rais wetu ako na mpango. He's a man with a plan and a purpose. Ni kweli? Wangapi hapa mnafurahia kazi ya rais wetu? Mukiona. Your Excellency, don't mind what anybody says. This is the way to transform our country. Hawa vijana mwaka uliopita walikuwa hawana kazi. Sasa wamepata kazi. Na kazi itaongezeka juu wengi bado wako kwa dimanga kule nyumbani. Sasa nyinyi mnaona mimi na rais tumeshirikiana. Tuendelee ama tusiendelee? Tushirikiane ama tusishirikiane? Tuendelee pamoja? Mungu awabariki, tunawapenda sana. Asanteni sana. Niko hapa na mama wetu wa kaunti, sema tu jambo. Habari zenu? Mimi nataka kusema niko kwa komiti ya housing na sisi tunaunga rais na ile kazi anafanya. Mimi nataka kuambia hautukati ile mkono ambayo inatulisha. Tukae na rais ili ajenge manyumba Kenya nzima. Asanteni. Niko hapa na mbunge wa Kabete jirani hapa. Haya, Harambee! Tutam! Harambee! Harambee! Your Excellency, nataka nikuambie sisi kama wanakabete tunajivunia hizi nyumba ambazo umejenga hapa. Nataka nikuambie Your Excellency, wanapotutusi tuwaonyeshe affordable housing. Wanapotutusi tuwaonyeshe masoko. Wanapotutusi tuwaonyeshe mabarabara. Wanapotutusi tuwaonyeshe mashule ambazo tunajenga. Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu umenipa shule 3 ambazo zitajengwa chini ya project hii. Umenipa shule yetu ya Dongoro orofa ya darasa 16. Umenipa darasa ya Wangige darasa 11. Umenipa Kengeero darasa 16. Kwa hivyo mimi nashukuru Your Excellency. Harambee! Harambee! Tuko nyuma ya boss. Tuko nyuma. Tukae hapo. Mungu awabariki. Niko na MCA wetu hapa. Orlando. Vijana power. Vijana tibim. Sawa. Leo tumefika. Mumeona rais yako hapa. Wengine wanasema ati mimi ndio niko. Sasa sisi tunawaambia sisi ndio tuko. Na tuko hapa kuishi. Lazima rais amalize kazi alianzisha. Rais, mimi nataka nikuombe kitu moja. Hawa vijana wamenituma na wakaniambia hizi nyumba pia hao wanataka. Na wamesema hizi nyumba ni 75,000 deposit. Sasa vijana mjitokeze, mulipe hii 75,000, hii ingine mlipe kidogo kidogo kwa kazi ya rais. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha nimwambie Two term. Asanti sana. Bwana Orlando. Hawa vijana umesema vizuri. Unataka kukaa? Orlando amesema 75,000. Lakini wacha niwaambie sio 75,000. Mnajua ni pesa ngapi? Mnajua deposit ni pesa ngapi? Kwa social housing 0, sufuri. Hakuna deposit. Mnanisikia? Deposit ya social housing yenu nyinyi vijana
deposit yenu ni zero. Hakuna deposit inatakikana. Wewe kazi yako ujipange, alafu utakuwa tu unalipa kama vile unavyolipa rent. Nyinyi mnanielewa? Mutajipanga? Mutajipanga? Hebu nione wala anasema utajipanga. Bas, niko hapa na Bwana Karauri, mbunge wetu wa Kasarani. Oye! Westlands oye! Nairobi oye! Sasa safari ishaanza, si ndio? Nairobi tunaibadilisha kabisa. Kwa hivyo hapa Kabete, Westlands, Nairobi nzima tushikane, tuelekee wapi? Tuelekee wapi? Harambee! Harambee! Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, Kanairo! Vijana oi! Asanteni sana. Hawa watu walisema hii mambo ya housing ilikuwa ni kipindi. Hapa ni kipindi ama ni kazi? Ni kipindi ama ni kazi? Hebu nione wale wanasema ni kazi ya rais. Nikimalizia, hawa watu waliwacha debate ya housing because they know your excellency it is working. Wamekimbia nyuma ya tent. Waambieni warudi kwa tent. We want to discuss housing, mambo ya kazi kwa vijana. Sasa wanalipa karo, NIH wanajilipia kwa sababu ya mambo ya housing. Asanteni sana. Wanakabete oye! Wana Nairobi oye! Asante sana rais, hawa vijana wamepata kazi na affordable housing. Tunakurudishia shukrani. Hata hiyo phase 2 tutakuwa hapo kwa phase 2. Hata ile masoko unajenga hapa kwetu tunakushukuru sana. Na vile umesema social housing ni hawa vijana. Vijana tujiandikishe tu kwa boma yetu, kutoka hapo a social housing ni zenyu. Oza. Donyo babel. Rais, alafu tukienda, ukiniacha mimi na wamashukuru hapa, mimi na wamashukuru na hawa vijana, tunaweza kacheza kama sisi. Asanteni sana na Mungu ambariki. Asante sana. Niko na mbunge wetu wa Kibra. My friend Mr. Orero. Aya. Tukisema ni mbaya, mnasema mbaya. Mbaya. Sasa tuweke mawe. Tuweke. Na tunasema tunataka power. Tukataka. Aya, gumzo. Tuko pamoja. Sisi tunasema hapa Nairobi tulikuwa tumewachwa sana. Hatukukuwa na maendeleo. Hii tumeanza kuona kama His Excellency ameingia kwa kazi. Si anafanya kazi? Si tunaona na macho? Na sisi ndio tunaishi kwa hizi manyumba sasa. Tutakuwa natoka pale tuko na tunaishi ndani ya nyumba sawa. Sasa tunasema sisi kama watu wa Nairobi tunashukuru kwa sababu tumepewa development. Asante sana, Mungu wabariki. Niko na mbunge wa Gatundu Bwana Kagombe. Kabete hoye! Kanairo hoye! Jambo moja, Your Excellency. Hapa hakuna shamba umekuja nayo. Hii shamba imekuwa hapa tangu jadi. Walisema upange mpango hawa vijana wapate kazi. Wewe ukaona shamba iko hapa imekaa bure. Umefanya mpango, wamepata kazi. Mmepata kazi ama mjapata? Hapa mbele unatujengea soko. Na hivi iko hivi mpaka huko Gatundu. Hata saa hizi tukienda hapo vijana wafanya kazi namna hii. Wale walituchallenge wakasema kwamba tutafute ajira ndio hii. Hakuna kipindi, ni kazi. Kwa hivyo tuendelee na ikue mbwegze. Ngumi ni ngapi? Kaende, asante. Haya. Kwa sababu ya mambo yale mengine. Mawe. Ati niweke mawe. Haya, tulizeni. Si mumesikia kuna mtu hapa nitampatia mawe aweke mawe. Si ndio? Lakini mkuwe na order, si namna hiyo? Ndio tuweke mawe vizuri.
na tupime na ile Kabiro.